Ave na
Bye.
Yesu. Tunakuinua Baba, tunakuinua Yesu. Tunakuinua Baba, tunakuinua Yesu. Tunakuinua Baba, tunakuinua Yesu. Tunakuinua Baba, tunakuinua Yesu.
Baba, nakushukuru, nasema ni asante kwa upendo wako ajabu ambao umetufikisha mahali hapa siku ya leo. Ninakuomba ukanitumie tu kama chombo, nikazungumuze watoto wako jinsi unavyotaka kwa mapenzi yako na kwa nia yako. In Jesus' name we pray. You may be seated for about a few minutes. Yes. Thank you. Thank you, worship team. Good job. Today I want us to look on something very critical. Now, this thing that is very critical is about our lives. And some things that happen in our lives that could cause us or causes us to have challenges. And I want to look at the blessings. Blessings, baraka zinakujanga aje. Na watu wanabarikiwa vipi. Bwana Yesu asifiwe sana. And ninataka tuangazie Jacobo when he decided to bless his people, his children. Na in the blessing, in the book of Genesis chapter number 49, then Jacob called his sons and said, "Gather yourself together that I may tell you what shall happen to you in the days to come." Bwana Yesu asifiwe sana. It is about the days to come, not about today. Then Jacob called his sons and said, "Gather." So when a blessing is about to be released, there must be a gathering. When something new is about to happen in your life, there must be a gathering, and this gathering could be a negative gathering or a positive gathering. It is a gathering that is meant to change the dimension of your life. It is a gathering that is meant to cause things to work or to cause things to work either positively or negatively. So any form of a blessing or any form of a position changing in your life, it entails a gathering somewhere. For you to fail, there must have been a team somewhere that gathered to discuss what is about to happen to you. So when Jacob was releasing what he had in himself, he released he released after he called for the gathering. He called all his children and told them, his sons, and said to them, "Gather yourself together, that I may tell you what shall happen to you." So for what to happen to you tomorrow, there must be something told of you. So whatever that will happen to you tomorrow, in the spiritual realm is known. And it's only revealed to one person who has an authority of directing it to happen the way it has been sanctioned to happen. So when you see somebody speaking about your life, it is not he who is speaking, but there is a gathering that spoke and made a directive. Go do this. When we have, like now, sometimes you see, I pick on somebody and I tell this somebody, you are going to lead here, you're going to manage this position. It is not because this person, I loved the person or I looked at the person and admired the person. But before that, there was 2 or 3 things that we looked at.
And we made a decision that if this person can be requested to hold this position, I feel this person deserves this and can help us to move from one position to another. So when David had his time, when Jacob had his time to call his sons, it is because God had spoken to him that now time has come, you bless your children. Or you speak to your children on what is required of them. So when you see something happening right now to you, it is not happening because you or me have decided, but it is happening because somewhere, in some places, a decision was made. And this is what I want us to look today, a decision. What causes somebody to speak ill of you? Is it that person, or there is another force somewhere that is speaking ill of you? When people speaking, somebody speaks a blessing of you. Sasa ndungani umekaa huko nyuma kama mjinga. Nilisema watu wote wako hapa wanapanga watu wanakaa mbele. Is that what we said? You're waiting who again to tell you what to do? Then Jacob, he called all of them. In verse number 2, he told them, assemble and listen, O sons of Jacob. Listen to Israel, your father. Bwana Yesu asifiwe sana. Jacob, he says, Jacob, the statement first starts with Jacob. Then Jacob called his sons. But in verse number 2, assemble and listen, O sons of Jacob. But he finishes with, listen to Israel, your father. There is a transitional changes of the name from Jacob to Israel to his father. Because it is an authority, a spiritual authority that is about to release to you. So he must bring the identity of the authority that is about to speak to you. So when they want to curse you, when they want to attack you, when they want to do something against you, they just don't do it until they invoke the instruments of authority. When the judge will read a judgment to you, they must invoke the instruments of authority, and those are the laws and bylaws that guides the judgment. So he will read section A of section what, section B of what, and then this, the penal code, then they will read those are the instruments of authority. So when Jacob was about to bless, he invoked the instruments of authority, and the instrument of authority was number 1, the assembly. He gathered them together. So there must be an assembly when a decision is about to be made. There must be a conversation, a converging of people together. When you are taken to the magistrate, there must be a prosecutor, you the accused, and the judge. Then a decision will be made out of it. So number 2, it is the invocation of the name of whose authority is coming. The invocation of that particular name, because that particular name is carrying the authority of what is supposed to be said. Then they bring in the name Jacob, and number 2, they bring in the name Israel.
Because the name Jacob does not have weight as the name Israel. And then after bringing the name Israel, Israel meaning, what's the meaning of the name Israel? The blessed, a man who is blessed. So he's releasing the anointing or the judgment because he is anointed. Bwana Yesu asifiwe sana. He is what? Anointed. That is why he has called these people. And number three, not only anointed or not only blessed, but he is your father. Now, he invokes the blood. Hallelujah. He invokes what? The blood. Because I am your father. You are from my blood. That is why I want to release the blessings upon you or the curses upon you because you belong to me. I am releasing because I have an authority of a blessed father, a blessed man of God. And therefore, number two, the only way I can be able to curse you or to bless you, it is by invoking the blood that you and me share. Are you getting me now? Therefore, if I am to curse you, I can only be able to curse you because of those three things. Because I am blessed, and because of my name, and because there is a relationship between me and you. But anybody outside the relationship, it cannot touch you. Even if they say you are going to die, you are not going to die. They are wasting their time. You cannot lift a finger on which you have no relationship with. Like now in this church, I can be able to release a curse or a blessing upon you. Why? Because there is a relationship between me and you. I am your spiritual father. And there is a connection between me and you and the altar I'm serving. Because you are serving under this altar. So I have a power over you. I can be able to release. But a pastor outside this church, the building there, cannot curse you. If you have no contact. If you have no relationship. If you have nothing that you are working together. Because there is no chain of command towards the word you want to release. But if I am your spiritual father, I have a chain because there is one thing that has connected me and you. The sacrifices that you've offered on this altar. These sacrifices has a connection between me, you, and the altar we are serving. So whenever I speak a blessing, I'll be able to command a blessing to you. I'll be able to speak something that will affect your life. But if I have no relationship, your mother can be able to curse you because she is your mother and you are carrying the blood of your mother. A father can be able to curse you because you have a relationship and you are carrying the blood of your father. Your husband can do the same. Your wife can do the same because there is a relationship. If there is no relationship, do not expect anybody to be able to curse you. The curse will not work. The only place they can be able to get into you, it is in the ground of witchcraft. They can be able to bewitch you using the witchcraft mediums that can attack you. Bwana Yesu asifiwe sana. So I want us to look in verse 16. And I want to look specifically to the tribe of Dan. Because we know other tribes, like the tribe of Simon and Levi, that where Moses comes from. We know in verse number 16, Dan shall be a judge. He will judge his people as one of the tribes of Israel. Dan shall be a serpent in the way of viper by the path that bites the horse's heels so that his rider falls backward.
I wait for salvation, O Lord. Riders shall raid, and that's now you go number 19 for God. But I want to look at this man called Dan, and let us now go back to see where is Dan coming from. Dan is a son of Jacob and Bilhah. Dan is a son of Jacob and Bilhah. And Bilhah was a maid servant to one of the wives of Jacob. So this child is not of a wife of that family. He's a son of one of the house girls in that family. So this is a child out of wedlock. This is a child who is not rightfully being there as a child, because I picked our house girl, slept with our house girl, then we gave birth to a child. So by virtue of that, the house girl becomes a wife. So they settled. Where do they settle? They settled in hills. They never settled where they were supposed to settle. They settled in hills, in mountains. That is the family of Dan. They settled in the hills, a land that was bordering Ephraim and who? Benjamites. So the family of Dan settled in a border between the families of Benjamites and Ephraim. Is it Ephraimites or Ephrites? Ephraimites. Ephraimites. That's you, I don't know that. That was in northeast, that far of northeast of the Jacob's land. Bwana Yesu asifiwe sana. I want you to be very keen on this, because it's very important for those who live under fear of a curse which is not existing, under fear of rejection which is not existing, under fear of something that is not existing. Bwana Yesu asifiwe sana. Because most of us are living in a fear that does not exist. Most of us are living with diseases that are not existing. Most of us are living with challenges that does not exist. Were you supposed to be the Nasha today? Were you seated there? And therefore, where they were pushed, they would never enjoy the rightful positions of Jacob. So they were pushed to a corner and lived in a corner, meaning it is very hard for them to access the blessings of Jacob. And that's why you see Dan was meant to be a judge and to judge his people as one of the tribes of Israel. Verse 17, Dan shall be a serpent. And that is where my line is. Dan shall be what? A serpent in the way, a viper by the path that bites the horse's heels so that his rider falls backward. So what is the role of Dan? The role of Dan is to cause people to fall backward. He is a judge who was to misjudge so that to destroy, and he is a serpent to bite people or to bite the horses from behind, from the heel, so that they fall backward. This is a tribe, this is a spirit of Dan. Now that is what I want us to discuss. The spirit of Dan. The spirit that is meant to fight you so that you backslide. The spirit that is meant to fight you, the progress you are doing can be squashed. A spirit that causes you to stagnate. A spirit that causes you, because they have seen the progress. Because this is meant, a serpent, that he shall be a judge to judge people and cause them to stumble.
to judge people and cause them not to move forward. Are you getting me? The spirit of Dan. It's a spirit of a serpent. And in most cases, the people that are of this spirit, in their inheritance, you'll find they have snakes. Just like the Omweri that the Luos use as their god. That's the spirit of who? Of Dan. It is meant to bite you kwenye kisigino. They don't bite anywhere. They will bite you where they will make sure you will not be able to move. And this spirit comes after they have seen the moves you are making are moves that nobody can be able to stop them. So that's why they would attack the heel to make you not move forward. Bwana Yesu asifiwe sana. It's a sin that they will hit you very hard, and they will hit you where it matters so that you die. And they will always be able to be speaking about death, death, death. Because for them it's not about changing this thing to become better. For them it's not about changing this person to become a good person. It is you, I hate you, and I hate you, and I hate you, and the only thing I can do to you is to kill you. Because the projection, these people were made to be judged. To judge people. This man is not saved. This man does not know God. This man does not know this. This man cannot be able to do this. When just the other day he was a Mungiki, and now he is in the church preaching. So that is the spirit of judging. And this is the spirit of Dan. That marriage. Tiroda ameolewa na nani? No, aikalie kihiko. Osio. That's the spirit of Dan. You drive, you buy a car. Ndio hao mara moja. Anatuligia na gari. Hata tuangalie tuone mali itaenda. Hiyo hata itamuua. Hata anajua kuendesha kweli. Osio, tamuhe wiki ile wanakana ndegukoro na accident. And true to the fact, if you don't know how to counter it, because that is the spirit of Dan is a spirit of witchcraft. Whatever they are releasing to you, they are releasing to you a fire. And it's only because of your success story, not because of your failure story. When you are failing, they don't get interested in you. But when you start getting to the position where God wants you to be, they will start fighting you because they will judge you. The way you are dressed, they will judge you. And they must come with a story. This woman is nicely dressed. But they will pick up and say, look at this cross. This cross looks demonic. Look at this. This looks like the horns of the devil. This looks like the Star of David. The stars that the Freemason use. So they will create a story to make sure they have made you a victim of their judgment. They will make sure that they hit you where it is supposed to be hit. But remember, it is a curse upon them. So they are not releasing this because they are carrying a blessing. It is a curse. Remember, this is Jacob blessing his children. But he has said, you will be a viper. You are a serpent. What could have made Jacob to say so? He said so to Reuben because Reuben, he slept with the wife of the father. So he cursed Reuben because Reuben slept in the bed of his father. But this one, he has come and said, you are a serpent. We nyoka. We nyoka. Na wewe utakuwa, you are a viper by the path. Yani kazi yako utakuwa unakaa katika barabara za watu wa kwenda kubarikiwa. You are a viper by the path. Hebu tupatie Kiswahili. You are a viper by the path of people. Mahali watu wanapita, mahali watu wanapitia, hapo ndio utakaa kuuma watu. Spirit ya Dan. They waiting you by the way.
mahali path yako iko. So they are targeting the path of a person, the success of a person. Mahali mtu anaenda kubarikiwa, ako kwenye barabara yake ya kubarikiwa. Huyo nyoka ndani aliambiwa kaanga kwenye barabara za watu wa kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So their characteristics ni waabudu wa shetani na ni waabudu wa nyoka. Utawakuta wako na nyoka. That tribe ni tribe ya nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. And they have snakes. Kama wale wanaabudu omweri. Ukienda kwa Wajaluo utakuta wanaabudu nani? Wako na omweri. Sasa characteristics za watu hao, kabila ya Dan in the Bible ni kabila ya hao watu. They always judge you. They always know what you are doing here today. They also know what you are doing tomorrow. And they will judge you. And they will say what you are. And you are about to go down. And you are about to die. And you are about to become blind. And you are about to be this. Because that is their characteristic. Muumbile wao. Jakobo alisema kazi yao ni hiyo. Hawana kazi ingine. Utamkuta mtu ni bishop mzima, ni pastor, ni anajiita ni prophet, but ni nyoka aliyetengwa kusimama barabarani kuwauma watu wengine. Lakini utamkuta jina ni nani? Ni prophet. Utamkuta jina ni nani? Ni apostle. Utamkuta jina ni nani? Ni mtu. Lakini kazi yake ni kulaani. Kazi yake ni kuua watu. Kazi yake ni kumaliza vipawa. Kazi yake ni kuangamiza matendo mazuri ya Mungu, because pia yeye ni judge. He's a judge. Maana yeye ndiye anajua watu wale wameokoka na wale wajaokoka. Yeye ndiye anajua uokovu wako umefika level gani, umetoka level 1 to level 2. Wao ndio wanajua Mungu anafaa kukutumia mpaka wapi. Wao ndio anafaa Mungu akukutumia ani nani, anakutumia kwa nini. Why is God using you? Ni kwa nini Mungu anakutumia? Bwana Yesu asifiwe sana. Joel, ni kwa nini Mungu anakutumia na wewe ni mungiki ya jana? They judge. Utawakuta wamo makanisani, utawakuta wamo kwenye biashara, wamo kwenye ndoa, wamo kwenye masehemu mbalimbali. Wao ndio hutoa hukumu ni nani ambaye anafaa kusikilizwa na Mungu na ni nani ambaye hafai kusikilizwa. Na yeye ndio ako na right ya kuongea. Wewe ako na right, ni yeye akuzungumzia ndongani, na kuzungumzia ndongani wewe ni mchawi, wewe hujaokoka, wewe hauna hili. Lakini wakati ndongani atafungua mdomo kusema jambo, ndongani utakufa, macho yako itapotea. Maana hakubalishi, ni judge. Ukienda kwenye mahakama, you don't question the judge. Maana yeye ndiye anaruhusa tu. He is supposed to attack you, but you don't respond to him. Hiyo ndio family ya Dan. Na wanatumia nyoka kama mungu wao, because they are serpents. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't know whether you have experienced such a thing, that you are having a husband hamujibishani. You are having a wife hamujibishani. You are having a boss hamujibishani. Yeye kazi, ukijaribu kufanya kitu kizuri atasimama mbele yako na akikane na aseme sio kizuri. Hata watu wote wakisimama wakisifie atakataa. Huyo alisaidiwa. Hiyo sio mind yake. Mtu kama huyo, how can God use such a person? How can God Mungu yage kuhuthira, angehuthira mundu ucio atia, angemuhuthira atia? Ahonokire ri. Alitoa wapi hiyo power ya kuprophesy? He must be copying prophecies za watu, because he is a judge, and a judge is unquestionable. His question can only be adjudicated by another judge, not by you the victim. Na anaruhusa wa kukufunga, kukuintimidate, kukulaani na kutenda maneno yote, kunena maneno yote machafu kwako. Lakini ujaribu umwambie umekosea hapo, ninakulaani wewe. Nani alikupatia ruhusa ya kuongea na mimi?
I curse you. Nafunga kizazi chako chote. Nafunga hiyo kazi yako, nafunga hiyo huduma yako, nafunga mpaka wale watu wanakusikiliza. Because kazi yake ni Dani kuuma destiny za watu. Maana ndio ameambiwa nini? Ati Dani atakuwa nyoka kando ya barabara. Kwa hivyo hawakuangi kwenye manyumba, hawakuangi kwenye sehemu nzuri nzuri, wanakaa kando barabarani wakifanya nini? Wanakaa kando barabara kufanya nini? That is where your path is. When you are journeying, wakati uko kwenye huduma, wakati uko kwenye ndoa, wakati uko kwenye biashara, you are in a journey. So Dan amesetiwa akae kando ya barabara, ndio ukifika as you are heading to your destiny, akuume siku ingine kisigino ukae chini. Na they have specific words that they used to curse. Sasa angalia Dani amekuwa taki already, ameanza kulala. Hiyo ni Dani. When you are about to get, ni nini ilikufunga? Dani amekuja amekuuma macho. Ikimalizika, tukimaliza tu utaona Dani ameondoka na unaanza kusikia you are kusawa sasa. Sasa Dani atakuwa kwenye kando ya barabara, nyoka mwenye sumu kando ya njia. Nyoka mwenye sumu kando ya njia. Anasimama kwenye path za watu, anasimama kwenye barabara watu ambao wamebarikiwa. As you are heading towards your destiny, Dani ndio huyo anakuuma. As you are heading towards where God wants to be, ndio huyo amekuuma. Ukiongea jambo Mungu amesema, wanasema ni lao, wanakuuma. Ukifanya kitu chochote, wanasema ni uliiba kwao, wanakuuma. Hiyo ndio ajenda ya Dani. Na aliachiwa na baba yake. Na ni katoto kameti. Ni wangapi hapo amesaliwa na mameti? Mameti. Na si mnaona hawa watu wezetu hawa. Our brothers wa Ismailu. Si unaona ni watoto wa Medi. Si unaona venye wanatuumaga. Wanafuga bomu, wanakuja auwe watu 100. Wewe akufe lakini amalize makafiri 100. Because it is all about destiny. Ukisikia mtu anasema na kulaani, it is all about destiny. Kuna kitu kikubwa hii familia ya Dani wameona, na lazima wanasema ifungiwe hapa kabla ufike huko. Na hakuna kitu kingine wanatangazanga ni kifo na macho. Ukisikia mtu amesema utapotea macho, ameona kule unaenda, hataki uone. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia ametangaza kifo, anajua kile ulicho nacho ndicho anachokiua. Bwana Yesu asifiwe sana. What is inside you, that is what they are trying to kill. Maana wao ni wachawi. Na waliabudu nyoka. Sasa unaweza kuconnect, usikie hapa Kenya ni kabila gani wanaabudu nyoka. Kuna kabila moja inaabudu nyoka. Angalia wachungaji wa hiyo kabila. Uangalie matamshi yao yote is about curses. Si uliona mwingine hapa Nakuru, alikuwa Nakuru ama alikuwa Bomet. Mama aliuliza swali. Akaambia nimefunga huko biguni hautaingia. Do you remember that story? Nimefunga. Yani I am the Lord. I am the Lord. Na watu wanamuitaga Lord. I am the Lord. Na kwa sababu ya kuniuliza swali ya aibu mbele za watu, nimefunga mbinguni, hautaingia. Huyo sasa ni locked out from heaven. Ni familia ya Dani. Because they judge. Na hata ukienda high court utakuta ndio wengi. Familia ya Dani ndio wengi. Si ndivyo Agnes? They judge. Hebu muulize mwenzako, could you be a family? Ni wewe ni familia ya Dani? Ndio unaona mwingine anasema ati tulikopi unabii wake na kutoka hivyo nitakufa. Ndura utakufa. Maana ni familia ya Dani ya kuabudu nyoka. Na nyoka ndio inaongea. Maana wameona hatima yangu, destiny, kule ninaenda mbali. Wameona jamaa ameamuka. Wakauliza kwanza mtu wa Mungiki anaweza kufanya nini? The judge.
Bwana Yesu asifiwe sana. The judge. Kuna watu wanaulizaga, wewe unaweza kufanya nini? Because they are judges over your life. They are judges of your life. They want to judge you, and then they want to give a verdict over your life. They have cut you. Wamekufanya kipofu. Wamekuwa utakufa. Hao ndio Dan. Lakini Dan have always found themselves dying. Mtu anaitwa Samson came from Dan. Samson ni familia ya Dan. But what happened to him? Alikuwa na power. They always amasses a lot of power. Wanakuanga na nguvu mingi. Wanakuanga na uwezo mkubwa. Wanakuanga, hebu angalia kama baba. Anakuanga na uwezo mkubwa. Lakini ikifika finish line, wanapotea. Because they are not carrying a finishing blessing. Kwa hivyo they will end up destroying a lot of people's lives. They will end up doing many things that does not work. Wataend up kuvunja familia na ndoa. Wataend up kuvunja huduma. Wataend up kuvunja mabiashara. Wataend up kuvunja vitu nyingi. Kwa wale ambao hawaelewi hii ni familia ya Dani. Hebu jiangalie maisha yako uone ni madani mangapi wamekuja kwenye maisha yako. Serpents. Na hawakuwezi kukuuma ukiwa kwa nyumba. Hapana. Because they don't have access. Hawana access kwako kwa nyumba. Lakini the day you begin your journey to destiny, the day you begin your journey to the success, the day they begin your journey to where you are supposed to go, they will wait kwa barabara. Kando wanakaa. Biblia inasema namna Dani atakuwa nyoka kando ya barabara. Hata kuja kwa nyumba yenu, hata kuja mahali unafanyia kazi, atakuwa kando anakungojea wakati utainvoke your work, wakati utainvoke your journey, wakati utaweka mpini kifunguo ya kugurumisha gari yako ya kukupeleka mahali unaenda. Saa hiyo ndio Dani wanakujaga. The other time when they were not hearing about you, they don't touch you. Kwa sababu hawana haja na wewe. You have not impact on a journey. Haujaanza kujulikana, haujaanza kukubalika, haujaanza kupata vibali. Wakati tu wamejua mtu amepata kibali. Kwa hivyo walikaa kwenye kikao, wakajua huyu mtu ameanza kupata kibali. Na kwa hivyo lazima nyoka wewe kenda kaa kwa barabara. Wamefanya spiritual mapping na wamejua ni barabara gani unapitianga. Kwa hivyo nyoka huyo lazima ajue unapitianga barabara gani. They must have identified, they know which road ni barabara gani unapitianga. That is the first thing they want to know. Umeanza kubarikiwa kama nani kama daktari. Umeanza kubarikiwa kama nani kama mhubiri. Umeanza kubarikiwa kama nani kama engineer. Umeanza kubarikiwa kama nani kama mwalimu. Umeanza kubarikiwa kama nani. Katika kubarikiwa kwako, katika njia ya baraka yako, ndio wanamtuma nyoka anayelingana na ile kitu Mungu amekubariki nacho. Because they believe in themselves. They believe it is them that has the advantage of others. They believe because they are also the judges. Hello. Mwambie huyo judge katika maisha yako aondoke. Mwambie huyu, wewe judge katika maisha yangu. The Dan, sema Dan, you are not in my life. You will never judge me. You will never kill anything that I'm carrying. Hautaua neema yangu. Hautauma hatima yangu. Hamutaniuma kisigino. Yes. Katika jina la Yesu. Hawawezi kugusa. Sisi si watu wa Dani. Sisi ni Majuda. Sema Majuda. A blessed. The kings. The producers of kings. And there is nothing you can do. Yes. Mwambie huyo mtu, sisi ni watu wa bali sana. We don't worship snakes. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu walihama. And they keep on moving from one place to another because they don't content. They hawakuangi contented. Hawakutosheleka. They hawatosheleka.
Torosheka. Ni torosheka. Toroshekaga. Tosheka. Toshekaga. Hawatoshekangi na kile kitu wako nacho. Hawatoshekangi na hako kagari anaendesha. Hawatoshekangi na kabiashara kadogo. Hawatoshekangi na kitu ambacho kinafanyika kwenye maisha yao. Bado wanatamania wakuwe na hiyo uko nayo, na hawajui umepitia njia gani ndio ufike hapo. Wakiona hauwezi kukamata, ndio wanakuuma kisigino. Wangapi hapo wameumwa kisigino in one way or the other one? Yes, I can see. We are victims. Si ndio waroinge victim peke yake. Lakini umekufa. Hata walaani. Dani hana mamlaka ya kulaani, maana yeye ni nyoka. Hana mamlaka. Dani hana haya. Mnanisikia vizuri kweli? Dani hana mamlaka ya kulaani. Mtu ambaye anaabudu nyoka hana mamlaka ya kulaani. Hawezi akakulaani. Hawezi ukakufa kwa sababu yake. Hawezi ukavunjika kwa sababu yake. Ndio kwa maana wamekaa kwa kisigino, wakukamatie kwa kisigino, lakini si huko juu. They can't. Ambia huko kama Mjaruo hakuna kitu kataweza kufanya. Useless. Sisi kama tulijaribu kunyogwa when tulikuwa Mungiki, hatukuwa tunajua Yesu. Tulikuwa na Mungu wa Kirinyaga wa mlima. Lakini minyororo tukaekwa kaba hapa na kitambaa ya buraki tunyogwe. Mashini ikasema no, this is a servant of God. Ni mtu mwenye amelaniwa na ni wanyoka. Dani. Na yule alikuwa ananinyonga huko anaitwa Jogona. Ni mtu wa familia ya Juda. Kwa hivyo ako na right ya kuninyoga. Ni Dani mwenye amefukuzwa na baba, mwenye ameambiwa wewe kaa huko, kazi yako ni kukaa na nyoka. Tumutu tuikine tupate advice. Waende ukae chini ugugu. Jina Dora ni kumaanisha nini? Jina Dora peke yake. Nimepigwa risasi 12 zimepita hapa. Wacha mtu ambaye anakunia kwa mtaro hapo. Nimepigwa risasi hapa kwa mwili 12 imepita. 12. Uliza huyu wa polisi. Huyu anakuambia maana hata kapisto kaka peke yake. Kapisto kapita tuchi. You go down. Let go. It is beyond reasoning. Kuna jamaa mmoja alikuwa Thika, OCPD wa Thika, alikuwa anaitwa Mwangi. Alifanya this na hiyo. Nilimtolea tu nguo nikamwonyesha kwa sababu alikuwa mangesi wale walikuwa natumana niuliwe. Alimepata PhD na hiyo. How I was not able to die despite kupigwa marisasi. Sasa hiyo hauna Mungu na wewe. Sasa hiyo hauna Yesu na wewe. Sasa hiyo uko na Yesu ndio mtu atakuja kuniambia utaniuma kisigino. Kai. Mnakumbuka Muranga? Wakati tulikuwa nao Muranga. Wale tulienda nao Muranga. Watu wa Muranga? Crusade ya Muranga ile tulienda Muranga. Ulikuwa kiwanja mzima ilikuwa imepigwa mafi ya busi. Taadha, inaitwa taadha. Walikuwa wamefunga kiwanja mzima. Maina wa Magoto. Ule mganga mkubwa sana wa Kikuyu. Alikuwa na huyo ako na right ya kuniroga. Ako na right maana ni Juda. Tumetoka kwa damu moja. Alipiga taadha kiwanja mzima. Na kalikuwa na nguvu. Mzee kalikuwa na nguvu. Tulienda tukaweka generator zikaguruma. Generator ilitoa moto peke yake. Ikazima. Generator peke yake. Kikingi ya stima tukaconnect stima pale. Ikatoa moto ya green, si ya blue na si ya red, moto ya green. Nilipofika tu pale, nikasimama kwenye jukwaa nikaambia Magoto, nimekupatia 1 month urepent. Huwezi kupigana na huyu Mungu tuko naye hapa. Hawa watu hawana settlement. Hawana kuvumilia, hawana uvumilivu. Wale watu naonanga wanaruka kutoka hapa kwenda pale. Wanaruka hapa wanaenda pale pengine. Hiyo ni familia ya Dan. Hata waliwacha nafsi zao, waliwacha mahali waliokuwa wameambiwa wakae, wakaenda north east ni wapi? Hiyo msiniambie. Msiniambie.
tribe, Bible inaendelea kusema ni watu ambao walikuwa wanapenda judgment na ni watu wa seafaring. Seafaring ni nini? Seafaring ni watu wa baharini, na they are fishers, watu wa kutembea na meli na boat, na ni watu wa kuteka samaki. Do you need further description? So Dani ameandikwa hapa kwa Biblia, na Dani kazi yake ni ya kulaani. Dani kazi yake ni ya... Uliona Awuru, simuliona Awuru akimbia mama amefuga biguni hata enda biguni. Just can you tell me how now? How now? Atinidako higia kumale, wewe nimefuga biguni, hautaenda biguni, hautaona biguni. Ni kabila ya Dani, na kazi yao ni kulaani, na kazi yao ni kuchukua advantage ya wale wengine. Angalia huyu mzee mwenye amepita katikati yao, alingoja mpaka watoto wakufe, ama sio? Si anakulia hiyo ya watoto. Saizi yeye si anasema kwa serikali. Sasa you can see, hiyo ndio familia ya Dani. Hiyo ndio familia nini? Ya Dani. And they quickly judge. They quickly judge. Juzi uliona alisema alizuia mapinduzi. Alizuia nini? Saizi wameweka Kahariri kwenye shida, wamemweka kwenye moto kabisa. Sasa wanasema Kahariri must go, kwa sababu ni familia ya Dan inashambulia familia ya Juda. Familia ya Meidi. Wagapi wa mama hapa? Wa mama ina mkono. Kwako nyumbani ni mama na umeandika Meidi. Wale wameandika tu Meidi. Na Kamedi unasikia mzee anakanyemeleaka usiku. Inakuwaga aje? Inakuwaga baya. Inakuwaga baya. Waka mzee hakujaki mapema siku hizi, anakujaka saa 8, saa 9, saa 9, saa 7 kwa sababu anajua mama amelala, Meidi ndiye atafungua. Maana anataka kusafiwa. Hata nilikuwa nafanya hivyo. Kwa sababu Meidi ndiye atanisafu. Unajua mama alikuwa anavaa t-shirt kingine kimeandikwa Seng'eng'e ni ng'ombe. Alafu hapa amevaa ile suruali ile mnafaaga amefuga kwa kichwa. Stocking. Alafu sasa akiamuka usiku, unajua mtu akiamuka usiku anakuanga na sura mbaya kabisa. Anatoka kwa bedroom akiwa na sura mbaya. Na wakati naigiaga Kameidi kananichekesaka, "Yes baba Sami, umefika na umechelewa leo." Leo utakula nini? Sasa utaenda wewe ni mlevi, ni msee mwenye raha zako. Utataka mtu anakutokelezea pale kama nyangumi, ama utataka haka kanakuuliza umechelewa wapi? Alafu kamevaa kaguo kamevinya hapa kumefura kidogo. Yeah. Hapo ndio nanga wazee wanakuja saa 7, saa 8. Maana anataka kukuja kukutana na ile kitu aliona jana. Mount Elgon. Sasa unaona subua pastor hapa kanisani. So yo era nyumba yakwa niko gweragwa. Muthuri wakwa na ndendaga horo wakwa. Ndendaga na kuonjararia. Ukagehurite kaga ni munagu. Riu utanjira atiriri ukomire ndunamuihurira irio. Ulilala huku mfungulia nyumba, huku mpakulia chakula. Kameidi kanajua mpaka unahitaji tumaji tumoto. Kanatengeneza tumaji, unaenda bathroom unaenda unaoga na tumaji tumoto. Na wewe umenivalia Seng'eng'e ni ng'ombe na huko nyuma kavakabogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakutana na familia ya Dani, watakunyorosa vizuri. Hiyo ndio familia maroho ya Dani. Na hiyo roho tuko nazo katika maisha yetu. Roho ya Dani lazima uitatue. Lazima uangalie ni nani, whom are you working with. Hapa kanisani lazima ninakondoanga macho ndio niangalie roho wa Dani ameingilia wapi. Maana wako hapa. Watu wengi wameumiwa kisigino hapa. Kanisa nyingi watu wengi wameumiwa kisigino. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengine wametoka nje kuuma watu visigino wakiwa nje. Wale wametoka hapa wakadhaa 2 3 hapa nasikia wako mahali wanaitaita watu wanapiga tu simu. Kuja nimefungua kanisa hapa Kitegera. Kuja nimefungua kanisa Adhirifa. Kuja nimefungua kanisa hapa Naivasha. Kuja.
usifanye, wachana na huko. Huko hakuna baraka. Yeye mwenyewe hata ile kitanda analalia sio yake. Ni baraka gani ataenda kukupatia? Alafu hawa ni watu wa kutembea na alafu number 3. Nimesema characteristics zao ni nani? They are people who judges. And number 2 ni watu wa kukaa kwenye baharini, sea faring. And number 3 they are cunning. Ni watu wanajifanya wanajua lakini ni mikora mitupu katika nyoyo zao, fikira zao na kwenye damu zao. They are just narcissists. Narcissist ni nini? Nisikia mama mwingine hapa akiniambia ati mume wangu ni narcissist. Narcissist ni nini? Sikuelewa lakini sasa nimesikia niseme tu. Ati? Narcissists are those who slate the Jews. They are evil people, wicked, who just like killing, cutting, seeing blood flowing. Yaani huyo mtu alikuwa na describe bwana yake hivyo. Narcissist. My husband is just but a narcissist. Ile kitu anataka tu ni kuona. Yaani alimdescribe mpaka nikaona ni kama ni jina mzuri. Kumbe ni jina baya hivyo. Kumbe familia ya Dan ni manarcissist. Ndio unaona wanatuombea tukufe, wanatuombea tukue vipofu, wanatuombea tulemae, wanatuombea kanisa ianguke, wanatuombea watu wafilisike. Nataka ni reverse kila kitu walichokifanya. Dan wewe, Dan wewe, Dan wewe, Dan. Oh, chochote ulichokifanya, ulichokisema kinaenda kuzimu na wewe. Katika jina la Yesu. Hawa ni watu wamelaaniwa. Watoto wa maid wamelaaniwa. Yes. Hakuna neno anaweza kutoa. Atatoa neno kutoka kwa mtu mwenye amebarikiwa. Jakobo tuliambiwa na Jakobo wa familia ya Juda ati your brothers watakuwa kwenye nini? Kwenye mabega zenu. Ufalme utakuwa kwenu. Modhegi, the scepter, inaitwa scepter. Modhegi haitatoka kwa mkono wako. Sasa imagine sasa uabie shifu aende akaraani DC ama kasike DC. Do you expect him to come back? Yes, kitamuramba. Hadi sasa wewe ni dio na mimi ni shifu. Nakwambia weka mkono yako nivuge. By the time useme weka mikono yako nivuge, si utakuwa umefinywa na umefekwa mahali. Kuna watu huweza kucheza chezea. No. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndio spirit ambayo imesumbua watu. And they believe in idolatry. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maneno ukitaka kujua mchungaji ama mtu kama ambaye mko sikiliza maneno ambayo anayatoa kila wakati. Maombi yanao yaomba ni ya kufunga, ni ya kuua, ni ya kuzima, ni ya kufanya nini kwa sababu yeye ni mzimaji. Yeye ametengenezwa kama mzimaji. Na hao watu they die premature deaths. Because God will not allow them to tamper with the works that he has created. Bwana Yesu asifiwe sana. God will never give them position of control. Angalia huyu mzee wetu. Forever ameshinda kula lakini anaanguka. Anashinda, hajawahi shindwa. Huyu mzee hajawahi shindwa. Hajawahi, lakini hajawahi kalia kiti. Kwa nini? Because ni Dan. Dan were never presented with the power of leadership, of rulership. They will make noise, they will make noise, they will make noise. Na wakiongea, unasikiaga ni kama watu bilioni 1 wanaongea. Wakiongea akiwa hapa, anatoa amesema, I want to release judgment because he's a judge. I want to release judgment ya mtu akufe. I want to release judgment mtu apofuke. I want to release judgment mtu afanyike kitu. Nataka nikwambie, hiyo judgment is coming from a viper, a snake. A cursed person, mtu mwenye hana mamlaka ya kiungu, mtu mwenye hana mamlaka ya mbinguni. Kinachozungumza ndani yake ni nyoka. Sema nyoka. Ni nyoka iraria thini waku. Tajira riu. Nyoka kiaria thini ate ni iraruma andu. You imagine nyoka riu murogi no rakuruma. They will try to bewitch you but they cannot be able. They will try to destroy.
Kama dada wetu hapa venye alikuwa anatumiwa vibaya na wachawi na warogi na kulalishwa watu ati ni malaika wa kishetani wanakuja kulala na yeye. Alafu mtu anakuja kusema ati hapa nyoka, snake, viper. Bwana Yesu asifiwe sana. This kind of people, this kind of a spirit, you don't spare it. You cancel whatever they say. Hawana nguvu beyond that. It's a smokes what? Smokes? Screen. Smoke na screen zinaikiriaga wapi? Ni smoke screen. They are scarecrows. They are squirrels. Squirrel. Unataka kama squirrel? Squirrel. Mimi natoka Murang'a, ni squirrel. Watu wa Murang'a in the house. Si ni squirrel. Watu wa Kiambu ndio squirrel. Hapana, wa Murang'a tunasemanga squirrel. Wewe si wa Murang'a. Wewe ni wana huko Girigiri. Wewe tuambie mambo ya Masai na kitu kama hiyo. Hiyo tunaweza kukusikiliza kidogo. Enda kwa Murang'a, wewe enda Nyeri kwa maa wa Jiro na maa wa Jiko. Si namna hiyo. Yes. Kwa maa wa Jiro na maa wa Jiko. Na kwetu huko kwa Wakisi unasemanga aje? Mbiole. Sema mbuyamono. Sema mbuyamono, sema mbuyamono. Bwana Yesu asifiwe sana. And what was said shall come to pass. So whatever was said of them shall come to pass. As I want now to rise up, and you cancel every done in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Every done in your life. Chochote walichokisema, wewe utakuwa, wewe hautafaulu, wewe hautaenda, wewe hautakuwa, hiyo kitu tutakancel hapa, na mahali wako watatetemeshwa. Na 7 siku kutoka leo utasikia a testimony ya kwamba Dan ametetemeshwa. Any Dan spirit that was in your life, from now it will never work again in your life. Rise up on your feet. Namutikana makio. Naigwa mother. Usiwaitishwe na spirit za Dan, spirit za hizo majini na za mapepo, na mtu asiwahi kukubabaisha. Uko hapa tutakulinda. Maana huyu Mungu ni mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tushike sadaka zetu tunapozilete hapa mbele. Nataka nikusomee kitabu cha Joshua. Sasa sijui Joshua inakuwa kapati gani, au ndio hii inakujanga kabla ya Dan. I want to declare these blessings to you tonight, that they will be not able. And as I declare the spirit of Dan's death today, Bwana Yesu asifiwe sana. As I declare the spirit of Dan in your life, ya iwe iko ndani ya bwana yako, iwe iko ndani ya bibi yako, iwe iko ndani ya mchungaji, iwe iko ndani ya prophet, iwe iko ndani ya apostle, iwe iko ndani ya nani, whoever you are calling yourself, right now I want to declare and declare that whatever you said against any man of God, it is null and void. It shall never come to pass. The snake that you are, it shall bite your head. And the Bible says, after the death, after what? The death of who? Dan. Where Dan? After the death of Dan. Oh, after the
the death of Dan, God was speaking to Moses. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over to Jordan, and you and all these people in the land that I am giving to them, to the people of Israel. Listen to here. That Moses, my servant, is dead. So that one does not worry you. You should not be bothered. Number 2, arise now, because I'm giving you a position. I'm giving you a destination. I'm giving you a destiny. And this needs to go over to Jordan. And you and all these people into the land that I'm giving what? To them. God has a promise over you. God has dedicated, he has said there is something he has kept for you. Therefore the spirit of Dan will never be able to touch you. The spirit of Dan, because you have a covenant with God and you have a reason. These people plied. Hawa watu walijaribu kuzuia wana wa Israeli, wa Girigashi, wa Amori, wa Jebusiti, wote they tried. Walijaribu kuzuia watu wa Mungu wasifike kwenye land ambayo ilipromisiwa wao. But what happened after the death of Moses? It never stopped the journey. Bwana Yesu asifiwe sana. The journey continued. Despite what they say of you, despite what they do about you, I want to assure you tonight, nobody will be able to kill you. Nobody will be able to kill anything that God has put in you. Nobody will be able to say against you. Nobody will be able to defeat you, because you have a destiny with God. You have a plan with God. You have an agenda with God. Until the agenda of God is fulfilled, it doesn't matter whether ni prophet, ama wewe ni apostle, ama wewe ni angel, you will never stop the work of God. Hawezi zuia kazi ya Mungu iliyoanzishwa eti kwa sababu ya ego that you have, because you are a judge. You know who is saved and who is not saved. Therefore arise, go over to this land of Jordan, and you with these people take them to the land that I'm giving them. Verse 3 please. Every place, amashanda bazokoda. Every place, angalia, every place. Kanyaga tu, every place, kanyaga tu, every place. Just make a prophetic move. Oh, even if you are not a prophet, wewe mwambie wewe mimi si prophet wa Dan, I'm a prophet of Judah. Oh, I'm invoking the power upon Israel, the blood of God, the blessed one. The curse over the Dan family shall come to pass, but the blessing of my father Israel shall come to follow me. That every place that you, the sole of your foot, will tread upon, I have given to you, just as I had promised. And it's not only Moses, it was promised to the descendants of Abraham. In verse number 4, oh Masha, from the wilderness where they want to take you, from wherever places they want to take you, and this Lebanon as far as the great river, and the Euphrates, and all the land of the Hittites, the land of the great sea, towards going down to the sun, shall be your territory. Now I want you to underline hiyo great sea. Tumejua watu wa Dani ni wanani? Ni watu wa Great Lakes. Towards the going down of the sun. Where does the sun go to? Towards going down. As this sun goes down to the east, to the west, your sun, your area where you tramp, where unakanyagisha miguu yako, shall be what? Even the Great Lakes has been given to you. Even the land occupied by the Dan has been given to you. Huto vitu wanalinga natwo wamenyaganywa. It has been given to you, because you are a descendant of the blessings of God. Verse 5.
No man shall be able to stand before you. No man, hakuna mtu hata ajiite prophet, hata ajiite apostle, hata ajiite nane, maana mimi ni mtoto wa baraka. Nimesimama kwenye madhabahu hii nasema no man mwenye atanigusa, no man mwenye atadhuru huduma yangu, no man mwenye atadhuru huduma yangu, hata afya yangu hawataipenya, huduma yangu hawataipenya, watoto hawa na ministry hii hamutaipenya, hamutaipenya hii ministry. I am telling you, huduma hii hamutaipenya, hamutaiweza. No man shall be able to stand before you all the days of your life. It is only God who knows my life. It is only God who knows my days. It is only God who knows where I'm going. They are going to die, not us. Me, I'm not going to die. Me, I'm not going to be blind. And the people of the church, mutatajirika, 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 mutabarikiwa. Yes. Just as I was with Moses. Moses alipigana vita. Alimenyana na manyangumi. Alimenyana na mashetani. Na alishinda vita. Just as I was with Moses, so I will be with you. Kwa hivyo msiogope, kama vile mababu zetu walikuwa na kama vile tuko sasa. Watajaribu kuwapenya, watajaribu kuwafuruga, watajaribu kupigana na nyinyi, watajaribu kugongana na nyinyi, watajaribu kufanya vituko, watajaribu kung'ang'ana na nyinyi, watajaribu, lakini kumewekwa ukuta, ukuta wa moto, ukuta wa moto, ukuta wa moto, ukuta wa moto. Hawataweza, hawataweza. Wao ndio watachomeka, wao ndio wataangamia, wao ndio watasambaratika, wao ndio watasambaratika, wao ndio watasambaratika. In Jesus mighty name. Yes. They will not make it. I will not leave you. That is God promising you. I will not leave you, nor will I forsake you. Into the hands, your God, into the hands of Dan, generation, the tribe of Jan, the tribe of Dan will never come to torment you. You, where we apostle and prophet were done, you are going to sing. The people of God are going to go up. You have no power of us. You have no power over anybody. You have no authority over anybody. You are just but a viper. You are a snake, and you bite people along the path. I will never go through that path. That is not my path, and you will never see my path. My path is destiny. In the book of Joshua, chapter number 2, chapter number 1, verse number 1, verse number 2, verse number 3 is my portion, and you will never, and nothing will affect any child of this ministry. Nothing will affect any finances of the people of this ministry. No one will go blind. No one will die. No one will fall down. We are going to be victors. We are going to win. We cancel. We cancel. We cancel. We cancel. We cancel in the mighty name of Jesus Christ. Yes. Yes. Fungua kinywa chako, cancel every done in your life. Cancel every prophets that are done in your life. Any prophet of doom over you. Cancel every move they have upon you. Cancel, 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 cancel. Cancel. Verse number 6. Listen here now. Listen here. Yes. In Jesus' name, say my amen. Now look here. God is now speaking to you. You have cancelled it. God has had it. The heaven has ratified. The heavens have said yes. Nobody will be able to torment you.
Nobody will curse you. Nobody will say you die. Nobody will release any disease to you. Nobody will release any financial breakdown. You shall be successful. You will win every battle. You will become. Because God will never leave you nor forsake you. Now in verse number 6, we are standing with Joshua chapter number 1. And we are standing with the word of God in Joshua chapter number 1. Because this is the spirit of Joshua. Unleashing to the dance. Unleashing to the dance. Be strong. Can we read together? Be strong and courageous. For you shall cause these people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Yes. That already I have an inheritance. You, as you are saying, I'm going to die. God is giving me an inheritance. You are saying that I'm going to die, but God has given me a promise. God is giving me an inheritance. You will watch me. You will watch me as I'm being blessed. You will watch me as I'm succeeding. You will watch me. Verse number 7. Verse number 7. Only be strong because the vipers are there. Only be strong because these vipers are there awaiting me along my path. Oh, God is with me. Be strong and be very courageous. Be careful. Be careful to do according to the word, to the law that Moses my servant commanded. Do not turn from it to the right hand or the left, that you may have good success wherever you go. I want to declare and declare today that my success, that success is my portion. Success is my portion. I want to declare to you, you a viper, you a snake. The word of the Lord has said, success is my portion. I will inherit the land of my father. The land of my father I will inherit. As you see, as you watch, God blessing me. Verse number 8. Verse number 8, please. This book of law, the words that God has spoken to you now, the book of law shall never depart from you, but you shall meditate on it day and night. Meditate on those words that God has said upon you today, day and night. Do not go to slumber, so that you may be careful to do according to the written. For then you will make your way prosperous. Then you will have good success. I want to declare today that I will be prosperous. I will succeed. I will win every battle. I will conquer. I will conquer. I will win. I will win. I will conquer. My father, they will not see it. They will not see it. I position myself. You will not be able to see my father. You will not be seeing my father. You will never see my business. You will never see my body. You will never see my works. You will never see me. Oh, you are going to perish. You are not going to succeed in backbiting me, in trying to frighten me. You will not succeed. You will not succeed in the mighty name of Jesus. You will not succeed. You will not fight me. I will not die. I will not be blind. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I break every covenant. I break every altar. I break every power. I destroy your gods. I destroy your mwere. In the mighty name of Jesus. It has been done. It is confirmed in heaven. Wait for the results. And now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit
be with us now and forevermore. You may be seated for a while. Our time has really gone. We're not going to do a lot of music because of the people in the offices. But one thing I want to tell you, understand the warfare, spiritual warfare, and how to deal with these kind of things that normally happen to you. When you see people talking about you, it is because there is something good God has done in your life. It is because of what is about to happen. When you're about to receive or to get into the next level, the demons of the next level will try to fight you and stop you from getting to that level. When Jesus, I don't know which verse it is, Jesus was in the boat with the disciples. Which book is that? It's Matthew? They were in the boat. And then mawimbu ikakuja. Is it book of what? Matthew. It should be Matthew. Who has it quickly? Can give me the verse, then they post it there. My pastors, Doricas, hata wewe. Yeah, and the man who was removed the demons. Matthew chapter number 8. Is it true? When the man that was removed the regions, the demons, there were so many. Yes, I think it's Matthew chapter 8. Somebody to give us Matthew chapter 8. Ah, yes. Give it Matthew chapter 8. We have made our declaration on Joshua chapter number 1 from verse 1 to 8. That is your portion. Keep it and pray with it. And when he got into the boat, his disciples followed him. Listen to this carefully. And when he got into the boat, his disciples followed him. 24, please. And behold, there arose a great storm. As they got into the boat, and as they embarked on a journey. The storm was not there when they had not started the journey. The storm, the sea was calm until they had an idea of how to get into the journey. Agnes, people will not fight you until you embark on your journey. If you are still in the same office, the demon of those offices, they have comforted you and you are comfortable. The day you will tell them, I'm moving to the next office, that is when you will see the madam you've been serving has become a demon all of a sudden. This sea was calm all through until they got into the boat. So that the boat was being swarmed by the waves, but he was asleep. Jesus was asleep. Sometimes don't take God's silence to a failure of him not hearing you. He is listening, but listening in his silence. The challenge might be so big, the storm can be so huge, but God is not responding to you. One thing I want to assure you, God is listening in the silence. Because he knows the problem is not the storm that we are encountering today. The problem was not the boat. The problem was not the challenges you are facing today. The problem is what you are about to encounter. And verse number 25. And they went and woke him up, saying, save us, O Lord. We are perishing. How would a man in the same situation like you save you? You are in the same boat. But they had a higher belief that if he opens his mouth, because these are the people, are the fishermen, and when the seas are not calm, they know how to handle it. But in this case, they never applied their experience. They went to Jesus and they asked Jesus, save us. Because they understood one thing, this is not physical, this is spiritual.
So there are things you hear, the attacks, people attacking you. It is not them. It is spirit that is far away, that is sending to their people, to their agents. Speak now. This man is coming. As I'm going to the land, to UK, I'm going to bring back the territory, the power, and which was stolen from Kenya by the colonial masters, that has made us to become slaves, yet we are free. We are told here, independence is 60 years, yet we are still slaves. That is what taking me to the UK, to pick it and bring back that which causes you to continue serve, because it is hidden in UK. Amen. I have to come back with it. Amen. So that you see agents all over, they now speak. They now speak because these agents of the Freemasons, they have to speak now. And they went and woke him up saying, save us, O Lord, we are perishing. Verse 26. And he said to them, why are you afraid? I saw some people here telling me, Musibishane, dokashokane na modo. Dokashokane na modo. Apostle, me, I'm not returning to him. No, I'm returning to the source. I'm hitting the source. He is not of my class. Huyo ni mtu wa kufagia choo yangu. He is not of my class. No. I don't deal with those small things. I deal with the giants. Mimi ni mtu wa kupambana na Freemason, na masters wa Freemason. Mimi ni mtu wa kupambana na Rothschild family, waanzilishi wa Freemason. Hello. I went to Russia to break down the altar that controls Kenya. I am going to UK to break down the altar that runs Kenya. And I went to South Africa to do the same. Wewe unakaa kachochoro in Islam, somewhere in Islam. Na kojoa hapo nje unafikiria kuna mahali unaenda. Alafu unapigana na Taki kuyoke yako shida na jogu wekate. Kogetha bebe. And he said to them, why are you afraid? O you little faith. Then he rose and rebuked the winds and the seas, and there was great calm. Inua mkono wako kulia. In the mighty name of Jesus, anything, any wind causing the stubbornness of the waters, causing the water not to be calm, I stop it. I rebuke you. I rebuke you. Be silent. Be calm. In the mighty name of Jesus Christ. Anything that was risen against the mystery, chochote ambacho walikuwa mekiinulia madhabahu haya, ninakituliza katika jina la Yesu Kristo. Maneno ya kifo yaliyokuwa yamenenwa kwa madhabahu haya, ninaya-cancel katika jina la Yesu Kristo. Maneno ya umasikini yaliyokuwa yameachiliwa watoto hawa, nimeya-cancel katika jina la Yesu Kristo. Maneno ya accident, confusion na upofu, I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. Weka mkono yako chini. Tuendelee tafadhali. And then the men marveled, walistuka, saying, what sort of a man is this? It is because they don't understand you. Until the time they will come to understand you, to know who you are, they will be happy. That even winds and the sea obey him, that we are able to stop the seas and the winds and the rains, and they will obey you. They will be able, they will be able to stop, and everything will be stopped. In verse number 27, and when he came to the other side, now listen and hear what was the reason of the storm. And when he came to the other side, to the country of the Gadarenes, two demon-possessed men. Two demon-possessed men. Hallelujah. Two demon-possessed men, one from Eldoret.
men met him coming out of the tomb. The spirit taking himself from Eldoret is a spirit of the tomb. Ni spirit ya makaburini, ni spirit ya nyoka. Hallelujah. And they met him coming out of the tomb, so fierce. Walikuja mpaka wakasema mutakufa, walikuja mpaka wakasema mutapofuka. Coming out of fears that no one could pass that way. That is how bad they can be to you. That no one, yani they are fierce. You are fierce. Ndora waroinge. You are joking. You don't know who you are dealing with. Ndora waroinge. 29. Ndora waroinge. And behold, they cried out, what have you to do with us? Kumbe ni vitu havina nguvu. Lakini kumbuka in verse 28 ni vitu fierce. Hebu turudie verse 28 kidogo. Hawa watu wakuelewa. Tusome part 2. 2 demon possessed men met him coming out of the tomb. They were so, underline that, they were so fierce that no one could pass their way. No one. Hakuna mtu angepita karibu na wao. Lakini 29. Sasa uendelee ujue hautotumutu tunakaaka namna 29. And behold, they cried out. Behold, they cried out. The people were so, nobody was able to pass through them. Hakuna mtu angechallenge huyo mtu. Hata nganga walikuwa wametuliswa, wamekujwa. Waelimu walikuwa wamekujwa. Manabii wote wa Mungu walikuwa wamekujwa. Hakuna mtu anaweza kuokea. Nyamasa. Unajua hata waelimu hajaongea, hata nganga hajaongea, hata Harrison hajaongea. Wewe mimi si Harrison na mimi si nganga na mimi si waelimu. Mimi ni Ndora Waroige. Nitasugumuza na nitakubwaga. Na ikibidi ya mwili nitakuja. Yes. Don't joke with me. Yeah, me I'm not a joker. I'm a son of Mau Mau. Yes. What have you to do with us, son of God? Kumbe hata wananijua mimi ni son of God. Neko erigithia. Sherigithagia turi ikimenyaga no ile kojo. Have you come here to torment us before the time? That have you? Ati umekuja kutumaliza hata kabla time yetu ifike. Kumbe wako na time. Kumbe wako na time. Wanajua they have a time, they are going to die very soon. Have you come to torment us before the time? Hebu tuone dhate inasema namna gani. Kai. Tohuruta. Now a herd of many pigs was feeding at some distance from them. So their components are just near them. Wenzao, pigs, they are just near them. That one. And the demons begged him, saying, if you cast us out, send us away into the herd of pigs. Had Jesus said, I'm going to cast them? Why are you shouting? Why are you shouting? Unapiga makelele ya nini Ndora Waroige? Jesus, he has never even opened the mouth. Hajafungua kusema, I'm casting you. Lakini already wamejiprepare to be casted out. Na hata wameangalia, wameona wenzetu wako pale, pigs. Wakasema kama utatutoa. Alikuwa amesema atawatoa. The guilty are afraid. We are going for them. We are going for them. Yes. Verse number 32. And he said to them, go. Because they have given the permission, go. So they came out and they went into the pigs. And behold, the whole herd rushed down the steep bank into the sea, where they belong. Familia ya Dan. They went where? Into Omweli ipelekwe mpaka Lake Victoria. Ikae huko, ikuvie huko. And drowned.
that was their days. Those were their days. And they will be drowned into the waters in Jesus' mighty name. Amen. Verse number 33, sorry. The herdsmen fled, going into the city, and they told everything, especially what had happened to the demon-possessed men. People will speak about them. Hello, verse 34, we finish there. And behold, all the city came out to meet Jesus. After they have made their noises, all the city will come to the synagogue to come and see the works of Jesus of Nazareth, the works of God. And when they saw him, they begged him to leave. So unaona sasa, they are trying to beg. Tiga gotoruta, tiga gotohora. Madhabahu ya shetani Kenya lazima ibomolewe. Hata kama iko na nani, hata kama yeye ndio nani, madhabahu lazima tuiweke chini. Rejo Maria na nyoka na umweli lazima tuzichome, lazima tuzibomoe. We don't care who you are. We don't care what kind of a man you think you are. Wewe ni prophet of doom, you go powerless, useless. 35. Imeisha? Iende na wao. And now may the grace again and the fellowship be with us now. Sasa simameni tuombe, tufanye ombi la kushikana mkono. Kujeni tushikane mkono sisi zote, everybody in the house. Come, kujeni tushikane mkono round hapa. Yes, tuweke ukuta wa moto. Wakijaribu sasa tena, utasikia mlipuko kwao. Musibabaisha kwa na vitu vidogo. Abana. Kehe kedira bwana kiota kehe. Nanyita. Usidiri na kehe kama unadiri na mtu mzima. Yes. Shikaneni tu hapo. Shikanieni, usikuje pandi. Shikanieni, shika. Kama umefika mwisho, wekelea mkono wa bega ya mtu mwingine. Eutychus, kuja hapa katikati wewe. Wewe ndio unatusubua sana hapa. Wekelea bega ya mkono. Yaani kama uko mwisho, wekelea mtu bega. Yes. Mungu muumba wa mbingu na dunia, Baba wa Musa, ulimfanya Musa mwenye alikuwa anastama, alikuwa na kigugumizi kwa mdomo wake, ukamfanya kiongozi aliyoongoza watoto wako wakatoka kwenye mji wa Misri na wakaenda mpaka Kanani. Alikuwa hana uwezo wa kuongea, alikuwa hana masomo mazuri kama waliokuepo, alikuwa hana tajiriba kubwa kama waliokuepo, alikuwa tu mtu kama Ndora mwenye alitoka kwa Mungiki. Wewe ndio ulikuwa umepeleka Ndora kwa Mungiki, na wewe ndio uliokoa Ndora kutoka kwa Mungiki, na ukampatia madhabahu avunje madhabahu ya shetani yote. Mungu wangu, kama inavyoishi dunia inavyoishi, na kama wewe unavyoishi, na kama vile mtumishi wako Joshua alivyoishi, na kama mtumishi wako Elijah mwenye alikabidhiwa na manabii 400 ambao aliweza kuwateketeza kwa moto wako. Baba wangu, ninainua mikono yangu. Mimi sina uwezo, na sina nguvu, na sina mamlaka, sina masomo, sikuokoka siku mingi zilizopita. Wewe tu ndio uliniweka kwenye madhabahu hii, kama vile ulivyomwambia Joshua ya kwamba hautamwacha ila utaenda na yeye, asiogope wala asifadhaike. Mimi nahitaji mkono wako. Hii vita ni zako. Sina uwezo wa kupigana, sina mamlaka ya kupigana, sijui kufunga watu macho, sijui kutangazia watu wakufe, sina mamlaka ya kuua watu, maana watu hawa wewe ndio uliwatengeneza, watu hawa wewe ndio uliwapatia macho. Mungu wangu, watu hawa pia ni watoto wako, watu hawa ni watu wako Jehova. Wao wanao laani watu wakufe, wao wanao tulani tukufe, wao wanao tufungia biashara zetu, wao wanao funga nyumba hii ulioifungua. Wewe tu ndio unajua jinsi ya kuzungumza na wao. Kuna ule Mungu wanamtumia, Mungu wangu, Mungu wa Joshua,
Mungu wa Musa, Mungu wa Abrahamu. Ninakutuma kwa huyo Mungu ambaye wanamtumia, huyo Mungu wa umweli ambaye wanamtumia. Ninakutuma kwao, uende kwa huyo Mungu, umukanye awachane na watoto wako, umukanye, umwambie Ndura ni mtoto wako, umukanye, umwambie washirika wote kwa Ndura ni watoto wako, na Ndura hata kuwa kipofu, Ndura hata kuwa hata kufa, Ndura hata angamia. Watoto ambao wanamfuata watabarikiwa, watainuliwa, pesa watapata, biashara itafaulu, kila kitu chao watafaulu. Mungu Jehova, uliumba mbingu. You are the King of Kings, the King of Glory. Ninakutuma kwa huyo Mungu, huyo Mungu ambaye wanamwabudu. Niliona akisema Mungu wangu, yeye anajigamba. Mwingine niliona akisema ya kwamba amefunga bingu na huyo mama hataona binguni. Baba, ninakuuliza tu, wewe enda kwa miungu ambao wanaiabudu, maana mimi sina uwezo wa kushughulika na miungu yao, sina uwezo wa kupenya kwenye miungu yao, lakini wewe unaweza, maana wewe ni Mungu wa miungu yote. Nenda kwa hiyo miungu yao, uikatase, uifunge vinywa vyao, ufinye miguu zao, ukamate mikono yao. Wameshika watu wengi mateka, wengine wamefungia watu kwenye makanisa, wamewapatia mauganga zao. Watu wanawafuata, hawaelewi ni kwa nini wanafuata. Wanakaa kule wanaimba nyimbo za hawa watu. Lakini kutoka leo, Mungu, kama vile ulivyoniagiza, ninakutuma kwa huyo Mungu wao, uende ufungue huyo Mungu wao, awachilie watu ambao wamewakamata mateka. Wale watu wanafanyika kama vyombo, wakaachiliwe huru. Watu wa Kenya ambao walikamatwa mateka, wakaachiliwe huru. Ninakutuma kwa hizo miungu, huyo Mungu wa umweli, huyo Mungu wa Dana, huyo Mungu wa nyoka, ya kwamba hana mamlaka. Wewe unamjua. Tenda kitu kwao, muonekanie kwao. Yesu alipokuwa kwenye boti, akakutana na wale wanaume, walimuomba tu aende tu, awakubali mademons zitoke ziende kwenye mapigs, na hivyo ndivyo kulifanyika. Na ni katika jina la Yesu ninaomba ya kwamba watoto hawa tumeshikana mikono kama dhabihu ya kushikana mikono, kusema katikati yetu hakuna atakaye penya, katikati yetu hakuna kitu kitakuwa na uwezo wa kupenya. Maana wewe Mungu umetufanya tumekuwa ngome, ngome isiyoweza kupenywa, ngome isiyoweza kupasuka, ngome isiyoweza kufanywa chochote. Maana sisi ni watoto wa nyumba ya Yuda, nyumba iliyobarikiwa. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Mungu wetu wa mbinguni akubariki. You are already a victor. You have won the battle. Hii si kwa hawa tu, mpaka kwako nyumbani, mpaka kwenye biashara yako, mpaka kwenye kazi yako, mpaka kwenye mental health yako. Nataka nikwambie kijana, God has done it. Yes, every demonic forces that they threw to you, every demonic powers that they sent to you, it has gone. It will never touch you. It will never touch you. It will never come again to you. You're going to be the prophet that God decided you're going to become. You're going to be a leader that God decided you're going to become. The spirit of Illuminati, the spirit of devil worshipper, the spirit of Lucifer himself, I remove you, I destroy you from the body of this Son of God. That this is a prophet in the kingdom of heaven, and you are powerless. You region, get out of the body, get out of his spirit, get out of his soul, and I set him free in the mighty name of Jesus. You are free, man. Thank you. Sasa endeni kazini. You are free. Yes, endeni tu kazini. Then nimesema mwende kazini. Don't come to me. Nenda kwa ile ofisi. Utaambia venye utakuja. Unataka nini? Iko wapi? Si ulete. Yes. Yes. You're okay now? Yeah. You're okay. Mtu anataka kuniona anionee hapa. If you want to see me, nionee hapa. Leta mchaka. Where's your sister? Kwani umesitoa mchaka?
empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV,